Hujambo mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ni asubuhi njema Jumatatu tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2026. Karibu katika habari zetu za runinga ya New Life Africa International. Runinga inayokuletea habari za kina kutoka humu shuleni na kimataifa. Wasomaji wenu Neema Adhiambo, Samuel Masilo. Vidokezo: kutoacha masalio ya uji nyuma ya kanisa, Kulinda rasilimali za shule, mtihani, uzembe sifa na matokeo yake, hisabati na manufaa yake. Je, wajua? Sibonyeze kidude, andamana nasi hadi tamati. Habari kamili. Ni marufuku kupakua uji, kula na kuacha masalio nyuma ya kanisa. Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Ilibainika kuwa kuna wanafunzi wengine wanaokula uji na kuleta masalio nyuma ya kanisa. Tabia hii ni kinyume na kanuni za shule na husababisha utovu wa nidhamu pamoja na kuathiri usafi wa mazingira yetu ya kujifunzia. Swala hili liliwasilishwa na naibu wa mwalimu mkuu wa shule wiki iliyopita. Wanafunzi wanaonywa dhidi ya kutupa masalio ya uji nyuma ya kanisa. Wanafunzi watakaobainika kukiuka sheria hii watachukuliwa hatua za kinidhamu. Sote tusaidie kuweka shule yetu safi na yenye nidhamu. Usafi ni nidhamu, ni jukumu letu sote. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi mwenye Isaya Gashanga kutoka gredi ya 4. Ni sharti kila mwanafunzi kulinda rasilimali za shule. Agizo hili lilitolewa na mwalimu mkuu Bijen Makena. Kwa habari zaidi tuungane na ripota wetu. Rasilimali za shule ni vifaa na mali zinazotumika katika mchakato wa kujifunza na kufundisha. Rasilimali hizi ni muhimu sana kwa kuwa hufanikisha shughuli za masomo shuleni. Mifano ya rasilimali hizi ni vitabu vya kiada, vifaa vya maabara, kompyuta, vifaa vya michezo na burudani, na samani za darasa kama vile madawati, viti, meza na kamera za siri. Wiki iliyopita, mwalimu mkuu Bijen Makena alisisitiza kuhusu umuhimu wa kutunza mali ya shule. Hii ni kutokana na uharibifu wa mali ya shule ambapo ilibainika kuwa kuna baadhi ya wanafunzi ambao waliharibu kamera za siri iliyoko katika sehemu ya darasa lao. Wanafunzi wote wanashauriwa kuhifadhi vyema rasilimali, kutumia vyema rasilimali na hata kuweka vifaa viwe safi na katika hali nzuri. Kwa kufanya hivi, itasaidia pakubwa rasilimali kudumu muda mrefu, kubaki na manufaa na kuwezesha mazingira bora ya kujifunza. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi Blessing Shaling kutoka gredi ya 8. Mtihani wa mwisho wa muhula wa kwanza unatarajiwa kung'oa nanga wiki ijayo Jumatatu tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2026. Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Uongozi wa shule unapenda kuwajulisha wanafunzi wote kwamba mtihani wa kufunga muhula wa kwanza utaanza tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2026 na kumalizika tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mitihani hii ni muhimu kwa sababu itapima kiwango cha uelewa wa wanafunzi katika masomo yote wanayofundisha katika muhula huu. Hivyo basi, wanafunzi wote wanahimizwa kujiandaa vyema, kusoma kwa bidii, kufanya marudio ya masomo na kuzingatia ushauri wa walimu wao. Lengo ni kuhakikisha kila mwanafunzi anapata matokeo bora zaidi kuliko yale ya mtihani wa katikati wa muhula. Uongozi wa shule unawatakia wanafunzi maandalizi mema na mafanikio katika mitihani yao. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi mwenye Usini Azam kutoka gredi ya 7. Je, uzembe ni nini? Sifa za mwanafunzi mzembe ni zipi? Matokeo ya mwanafunzi mzembe ni yapi? Kwa habari zaidi tuungane na ripota wetu. Uzembe ni tabia ya kutofanya kazi au wajibu kwa bidii na kwa makini. Mtu mzembe hufanya mambo bila kujali matokeo au hupuuza majukumu yake. Sifa za mwanafunzi mzembe ni pamoja na hapendi kusoma au kufanya kazi za shule, huchelewa kuwasilisha kazi za darasa, huchelewa shuleni au kutohudhuria masomo, hukosa umakini darasani, hajali mashauri ya walimu au wazazi, hutumia muda mwingi kufanya mambo yasiyo ya masomo. Matokeo ya mwanafunzi mzembe ni pamoja na kufanya vibaya katika mtihani. Pili,
kupata alama za chini. 3, kutowafikia malengo yake ya masomo. 4, kuadhibiwa na walimu au wazazi. 5, kuwa na maisha magumu baada ya masomo. Nikiripotia runinga ya New Life Africa International, ni mimi wenyu Vivian Omari kutoka darasa la 7. Wanafunzi wanahimizwa kuwa na mawazo chanya kwa somo la hisabati na somo yote kwa ujumla. Kwa habari zaidi, tuungane na ripota wetu. Wanafunzi wanahimizwa kuwa na mtazamo chanya kuhusu masomo yote hasa hisabati ili kuboresha ufaulu wao kitaaluma. Ni dhahiri shahiri kuwa wanafunzi wengi hufanya vibaya katika hisabati kwa sababu wanaogopa somo hilo au wanaamini kuwa ni ngumu. Wataalamu wa elimu wanahimiza wanafunzi kujiamini, kufanya mazoezi mara kwa mara, kuuliza maswali pale wanaposhindwa kuelewa masomo vizuri na kufaulu katika masomo yao. Hizi hapa ni baadhi ya faida za somo la hisabati: kukuza kufikiri kwa kina, kusaidia kutatua matatizo ya kila siku, kukuza nidhamu, umakini na subira. Inatumika katika kazi na taaluma mbalimbali. Taaluma zinazoambatana na hisabati pamoja na uhandisi au engineering. Wahandisi hutumia hisabati kubuni na kujenga miundo na mashine. Uhasibu au accounting. Wahasibu hutumia hisabati kuhesabu na kusimamia fedha. Madaktari hutumia hisabati kupima dawa na kuchambua takwimu za afya. Walimu wa hisabati kufundisha somo la hisabati shuleni. Teknolojia ya habari IT. Hisabati hutumika katika programu za kompyuta na uchambuzi wa data. Wachumi hutumia hisabati kuchambua masuala ya fedha na biashara. Kwa kifupi, hisabati ni msingi wa elimu na maisha ya kila siku. Nikiripotia runinga hii. Je, wajua kwamba watu wengi husafisha nyumba haraka sana wakisikia wageni wako njiani? Je, wajua kuwa watu wengi husafisha nyumba haraka wakisikia wageni wako njiani? Nikiripotia runinga ya New Life, mimi mwenye Neema yangu kutoka gredi ya 6. Asanteni kwa kuchagua runinga ya New Life Africa International kama runinga yenu nambari 1. Kwa habari hizi na nyinginezo, tembelea YouTube yetu New Life Africa International TV Nakuru. #Raising Leaders for Tomorrow. Shukran.